I work as an English teacher. My phone doesn't work. We'll see if it works out. Hapa nimesema sentensi tatu tofauti. Kote nimetumia neno work, lakini kote linamaanisha maana tofauti tofauti. Tujifunze maana nyingine za neno work ukiachana na neno kazi kama ambavyo watu wengi tunafahamu. Nikianza na mfano wa kwanza ambao ni kazi, nitasema I work as an English teacher. I work as an English teacher. Ninafanya kazi kama mwalimu wa Kiingereza. Sawa? Au naweza nikasema I go to work every morning. I go to work every morning. Turudie, I go to work every morning. Maanake ninaenda kazini kila asubuhi. Sawa? Tukiachana na kazi, work ina maana nyingine ya kukataza mtu asifanye kitu fulani. Kwa mfano, utasikia mtu akisema it doesn't work that way. It doesn't work that way. Manake sio sahihi hivyo unavyofanya, mambo hayaendi hivyo. It doesn't work that way. Tuseme kwa pamoja, it doesn't work that way. Okay, good. Sehemu nyingine ambayo work inatumika kuonesha matokeo ya mbele, kama matokeo ni mazuri ama matokeo sio mazuri. Kwa mfano, everything will work out in the end. Everything will work out in the end. Manake, kila kitu kitakuwa sawa mwisho wa siku. Everything will work out in the end. Manake hapo inatumika kutuonesha matarajio au matokeo ya mbele. Si ndio? Ama unaweza kusema I hope the meeting works out well. I hope the meeting works out well. Manake ninataraji kikao kitaenda sawa. It is going to work out well. Manake yani nataraji kila kitu kitakuwa bomba. Hayo ni katika matarajio. Sehemu nyingine work inatumika kuonesha kazi ya kitu fulani kama inafanyika vizuri ama haifanyiki vizuri. Kwa mfano, my phone doesn't work. My phone doesn't work. Manake simu yangu haifanyi kazi. Yani labda haiwaki. Sawa? My phone doesn't work. Mfano mwingine, the remote control isn't working. The remote control isn't working. Manake remote yangu haifanyi kazi. Kwa hiyo hayo ni matumizi mengine.